Yes, inakuwaje brother? Yes, poa, mimi niko nashukuru Mungu. Niko salama kabisa. Sijui pande wako pia. Pia mimi nashukuru. Tunaona pia tuko salama, tumekualika katika studio zetu. Vizuri kabisa. Angalia tuchape story 2-3. Tukiangalia sana kwenye industry yetu ya muziki hapa Pwani. Ndio. Tumeona wasanii wengi chipukizi. Wametokea sana, yani kwa kasi, wamekuja kwa kasi sana. Ndio. Na tukiangalia hivi tunaona huyu ni mmoja kati ya wale wasanii ambao wanafanya vizuri sana hapa Coast. Sasa pengine watazamaji wangetaka kujua huyu mwenye yuko hapa ni nani? Katika jina la muziki anajitaje? Kamera yako ni hapo. Kwa majina anaitwa Magreen Commercial. Mimi ni msanii ambaye si chipukizi, mimi ni msanii tayari ambaye nipo kwa industry kutoka mwaka jana, tuseme na mwaka jana ndio mwaka wangu ambao ulikuwa ndio kucheza sana. Bwana, mimi naitwa Magreen Commercial na nipo kwa game kutoka mwaka jana inshallah. Ndio. Yeah. So ulianzaje muziki? Muziki nilianza kitambo. Maana muziki ni kitambo sana. So hii mwaka jana nitasema kwa sababu huo mwaka jana ndio ulikuwa kwamba na jaribu kuingia, ndio nimeingia kwa media. Chezwa kwa radio. Ijapo kuna miaka huko nyuma kidogo nilichezwa hata kwa radio, lakini ilikuwa haikufanya vizuri kama vile mwanzo mwaka jana. Kwa hivyo na miaka mingi tuseme kwa game kama miaka 10 hivi, lakini huu mwaka jana ndio mwaka wangu ambao nimeingia kwa game vizuri, ambapo nimefanya vizuri tuseme. Ndio maana nikatangulia kwamba tumeona wasanii wengi wamekuja kwa kasi sana. Wale ambao hata pengine kama walianza muziki kitambo, lakini sasa hivi wamechipuka sana yani. Ndio. Na wanafanya vizuri. Ikiwa wewe ni mmoja wapo. So Magreen Commercial. Yeah. Ni kitu gani kilifanya mpaka uanze, yani upende muziki na kuanza muziki? Okay, sawa. Mimi naweza sema tu mimi sijapenda kitu. Sisema kuna kitu nimependa. Yaani muziki ni kitu ambacho ni kama kazi. Kwangu mimi ni kazi tasema. Ni kazi kwangu mimi nasema. So mimi kutoka ni mdogo tayari nilikuwa napenda muziki. Sasa ni kitu ambacho nimependa. Unajua kila mtu kuna kitu ambacho amependa katika maisha yake, ama tuseme kuna ile talanta yake kimaisha. So mimi muziki ni kama kazi, kwa sababu nimezaliwa nikiwa mdogo tayari, kisha nimependa sana kutoka mdogo. Naona hata kule nyuma kabla hata niko shule, lakini sana mimi ndo kabla sijamaliza mzazi wangu alikuwa akiongelesha akiniuliza, je, ukimaliza shule labda utapenda usomee kazi gani? Lakini mimi nilimwambia labda niwe DJ ama msanii. So ni kitu ambacho nilikuwa napenda hata kutoka nikiwa mdogo. So ni career yangu tuseme. So na hapo kwa wazazi ambao walikuwa wanakuuliza ukimaliza kusoma uwe nani, ukwambia DJ ama msanii? Yes. Na walichukuliaje ama walikuchukuliaje? Je, walikusupport? Hawakuichukulia vizuri kwa sababu hasa mzazi kumwambia kwamba mimi labda nataka niwe msanii, sana yeye anaona labda unapotea tu. So hilo alikuwa jambo kwa wazazi wangu, walikuwa hawakulipokea vizuri, maana waliona kama tayari mimi nishaanza kujiona kipema ama na mwelekeo mbaya, ila kwangu mimi nilikuwa ndio mwelekeo sahihi. Lakini kwa wao waliona ni mwelekeo mbaya kwa sababu hawakuwa wamependezwa kwa hilo jambo, na kwamba mimi ni msanii ama niwe DJ. Na pia hicho ndio chanzo tuseme, nikiangalia pia hicho ni chanzo ambacho kimefanya pia nikiangalia hata masomo yangu baada ya pale sikuweza kusimamiwa vizuri, kwa sababu waliona huyu mtu tayari mtu ambaye hana mwelekeo mzuri, kwa sababu hawakupenda. Ndio maana mwanzo hapo nikaona mambo yangu yakaenda vibaya, lakini kwa vile jambo ambalo nilikuwa nimelipenda kwa moyo wangu na ni career yangu mpaka leo nimeshikilia, na naona kweli kuna mwelekeo mzuri kule mbele tunapoelekea. Na sasa katika hiyo since uanze mpaka sasa unajua sio rahisi. Yeah. Manake kuna kwenda studio, kuna kulipia, yeah, kushoot video, kuna kulipia, wakati mwingine hata pia promotion ni pesa. Yeah. Ndio. Lakini ni changamoto gani kubwa ambayo umeshaipitia, ambayo sasa hata unaweza eleza mtu ama unaweza kumshauri mtu kutokana na changamoto ambayo umepitia? Mimi naweza sema changamoto sana kwa muziki changamoto kubwa ni pesa. Kwa sababu hiyo ndo kwa sababu hasa muziki ni kama vile umesema muziki huwa challenge kubwa sana ni upande wa pesa, kwa sababu muziki wenyewe tayari kufanya ni pesa, kuna mavazi, kuna
video, kusema kufanyia tuseme promo kwa mitandao, kuna upande wa radio station kote huko ni pesa. Kwa hivyo muziki ni mgumu kwa sababu muziki ni uwe na kipato. So hiyo ndo challenge kubwa sana mimi naipata kupitia huu muziki. Kipato. Ili niweze kusukuma kazi basi lazima uwe na maokoto. Sasa maokoto upande huu kidogo. Na hiyo ndo challenge kubwa tuseme kimuziki. So yani ni kwamba muziki hauendi bila hiyo na kazi nyingine tofauti ya support muziki. Naweza sema hivyo mimi. Kiupande wangu mimi by the way, lakini sijajua kwa wengine, maana kiupande wangu mimi naweza sema hivyo. Je, katika pengine hii safari yako ya muziki, kuna siku pengine umeshawahi kuja ukakata tamaa kuhusu muziki? Hilo ni jambo halijawahi nipitia katika maisha yangu. Siwezi kata tamaa kwa sababu muziki ni kitu kwangu mimi yani naofanya ni kazi ni kwangu mimi. So bado mimi nategemea. Maana najua ipo siku tu. Sijakaa nikisema nafanya kwa leo, kesho natarajia tayari wewe nimetoka maneno nitafanya kazi kubwa ama nitaenda kiubora zaidi, hapana. Lakini nafanya nikijua kwamba iko siku hata kama zile kazi zangu nazifanya bado hawajazisikiza vizuri ama bado hasija waingia kwa akili, lakini ila najua kuna wakati ambao itakuja watakuja nielewa tu, na huo wakati ukifika inshallah tutafanya mambo makubwa. Katika hiyo changamoto ndio maana yake nimekuuliza kwamba ushaikata tamaa, kwa sababu unajua katika changamoto kuna yule ambaye anaweza stahimili changamoto. Kuna yule mwingine anaweza pata changamoto mpaka akasema basi mimi acha niachane na muziki. Ndio maana yake nikakuuliza ushaikata tamaa? Hapana, sijakata tamaa. Na mimi si rahisi kukata tamaa kwa muziki, ni kitu nimependa kutoka niko mdogo, so ni kitu ambayo mimi naona mpaka mwekeni hapo. Mpaka mwekeni hapo. Maana ni kitu ambacho sitaweza kukata tamaa. Sijakata tamaa na sitawahi kukata tamaa. Na sasa kama hujaikata tamaa na wala hutakata tamaa, ni kitu gani ambacho kinakufanya uendelee kufanya muziki? Mimi najipa moyo tu kwa sababu ya kwamba kwa vile muziki mimi kwangu ni kama kazi, haina budi kwa kila uchao mimi. Maana ningesema hili jambo kwa ajili ya kwamba kuna wakati nikujakaa nika kidogo kipato niko chini na nikawa kidogo sina uwezo wa kujipeleka kwenda studio. Sikia? Sasa huu wakati nilikuja nikaamua hata labda kusema labda muziki nitaacha kwa sababu kipato nilikuwa niko chini. Lakini nilikuja nikaona pia si suluhisho, kuacha sio suluhisho, sababu kuna wakati utakuja utasema acha tu naachana nao, labda ni relax tu ngoje labda nitapata kipato, nitakuja nitaamka tena. Kuna wakati unakaa tena unapata bado muziki unakuja tu kwenye kichwa, bado unasumbuka bado vile kwa ajili utajisikia tena uende studio hivi hivyo karekodi. Kwa hivyo ni kitu ambacho hata ukakataa bado kinakuja kinakuamsha tena na tena. Yaani ina maana baada ya muda huwa ni kitu tena inakuja inajiregelea. Kama muziki ni kazi yako ama ni hobby yako, basi ni lazima baada ya muda unakaa unakuja jisikia tena urudi studio, unajipata tena unaandika, unajipata umejaza vitabu na studio uendi japokuwa una hela, lakini kujaza vitabu utajaza vitabu tu kama kawaida. Sasa ndio ni kitu ambacho mimi najua siwezi kuacha kwa sababu ni kitu ambacho kimenifanya mara nyingi sana nimekaa alafu tena narudi naregelea nakaa tena napata msukumo huko. Kwa hivyo msukumo siwezi uacha, sasa inabidi naendeleza mpaka nielewe huu msukumo mwisho wake ni wapi. Mimi kumjua Magreen. Yes. Kumjua Magreen kuna nyimbo ambayo ili trendi TikTok. Yeah. Alafu pia katu nisikia sana kwa maredio zetu hapa Mombasa na Kenya. Yes. Alafu baadaye hivi majuzi tukasikia umetoa bango. Sasa watu wanajiuliza huyu Magreen anafanya muziki gani? Asante sana. Muziki nafanya mimi Magreen, mimi sana mimi nafanya Zuku style. Yes, Zuku style ndo muziki ambao nafanya, ila kwa sasa kwa sababu ya kwamba unajua artisti, tuseme msanii ni artist. Artist ni mtu ambaye anaweza kujishughulisha na jambo lolote lile. Unaweza pata mtu kama Trill anaimba muziki wa sana tunaona sisi tunasema Trill anaimba hip hop, lakini unaweza mpata kishirikisho kazi yote ile iwe ni ya bango. Shamsikia paka Trill pia akiimba bango, shamsikia Trill akiimba paka mapiano. Pia vile kwa sababu artist ni mtu ambaye anajishughulisha na kila jambo. Mtu anajishughulisha na kila jambo,
Unaweza kupata Trill pia ni mtu anajishughulisha pia hata komedia. Unaweza kupata pale na zile za ulevi. Ni yeye ni msanii bado lakini anajitafuta. So mimi na upande wangu naweza sema huku kote ni kujitafuta. Maana sasa kama hii bango umesema kitu kizuri kwa sababu hii bango tumelaunch juzi. Hii bango iko na bango imefanya vizuri. Bango by the way mafans wangu kama mpo na mnanisikia tumelaunch bango pale kwa YouTube pale unahitaji kuipata bango ile kwa jina inajulikana kama Karibu Nyumbani. Karibu Nyumbani ile ni kazi ambayo tumefanya na Ali Kipenzi ikiwa na Kasim DK na Magreen Commercial ikiwa niko pale Mwamba, ambapo muasisi watu watatu pale tulifanya ile kazi, na ni kazi nzuri ambayo utaipata pale kwa YouTube, na ukitaka kwa YouTube pale unaifuata kwa Moustache Producer utaipata pale ile kazi ambayo ni kazi safi ambayo sasa hivi ninasema leo ni siku ya 5 kazi ile inatembea vizuri sana. Ni kazi ambayo mtaisikia ambayo ni kazi ambayo ina muundo tofauti. So kazi ya bango ni tumefanya ni kwa ajili ya kwamba ile ni kazi ambayo tulipewa na ile kuna mtu ambaye alitupa hela kutulipa tumtengenezee hiyo nyimbo. Mwenyewe hayuko Kenya, yuko nje, ila karibuni pia anashuka. Sasa katika ile harakati yake ya kuja akifika nyumbani iwe ana sherehe yake nyumbani kwao, akatuambia anahitaji kutengenezewa hiyo kazi. Ndio maana akatutumania mapeni ambao ni kulipwa. Sasa tulilipwa tukatengeneza ile kazi. So kwa sababu sisi ni wasanii na msanii ni kioo cha jamii. Msanii anajishughulisha na kwa kila jambo, bora tu ni uimbaji, utunzi, komedia, hata uandishi, huyo bado huyo ni msanii. Ndio maana sisi kwa sababu ni hela na sisi ni wasanii, tukaweza kukaa chini na Kasim DK pale na Kipenzi tukekalia ile kazi ambayo ni Karibu Nyumbani tukaitoa. Na kwa sababu mimi ni msanii kama mimi na Kasim DK ni vile unavyomuona ni msanii na Kipenzi vile vile, sisi ni wasanii ambao tunaweza piga style yoyote, isipokuwa kuna ile style ambayo umeegemea, unaweza sema anapiga kama Zuku style, ila kuna style ambazo tofauti mbali na hiyo Zuku style, hip hop, hata taarab watu wanaweza piga. Kwa hivyo hiyo si hizi shangaza kwamba tulifanya kwa nini tukafanya bango, tunapiga muziki wetu. Kwa hivyo hata mafans wetu tutawaambia mtu ambaye ana haja ya ngoma yote ile anayotaka ni hip hop ama vipi, iwe ni hip hop, ni tupate tuseme ni bango, iwe ni taarab, iwe ni kazi yote ile Zuku style, kazi yote ile sisi tunaweza tukamfanyia na ikatoka vizuri na akaweza naye pia kuenjoy. Yes. Sasa Magreen unafanya kila aina ya muziki kama ulivyotuambia, mpaka taarab unafanya. Yes. Je, ni nani ambaye alikuinspire mpaka wewe ukaamua kuingia katika muziki? Kwa sababu mimi ni Allweather mimi. Ni nani ambaye mwanamuziki ambaye amesema amefanya mpaka wewe ndio yaani ukajikuta uko ndani ya muziki na unafanya muziki? Okay, ni sawa. Mimi ninaweza sema mimi ambaye kidogo ambaye ni mtu ambaye kidogo waga ananiinspire ni kama Echo 254. Echo 254 ni mtu ambaye kidogo pia anaimba muziki tofauti pia. Ukimwangalia ana style tofauti. Pia vile sampata kama Timazi pale pia. Mtu pia ambaye naye nimeona ni artist mwanzangu ambaye yuko vizuri. Anashaimba nyimbo za Giriama, ashaimba nyimbo za bango. Pia shamsikia hata Timazi akiimba bango. Zuku style ni mtu ambaye yuko Allweather, anakimbia kila upande. Hao ndio ni watu kidogo amenexpand. Hata acha hivyo. Ni kama nimetaja pia mwingine kama Trill ama vipi, hao ni watu kidogo ni wako na miundo tofauti na ni watu ambao wamejitolea kimuziki vizuri. Sawa. Ukiongelea hapa Echo. Yes. Echo amekuinspire kama ulivyosema. Yeah. Ila sijui majuzi kuna story ambazo zilitokea kuhusu Echo. Yeah. Ikasemekana kwamba Echo kwa sasa anapitia muda mgumu. Yeah. Kwa sababu ya management. Yeah. So kama jichukulia wewe kama ingekuwa wewe ndio Echo sasa. Management sasa imekutupa. Yeah. Na sasa maybe pengine wewe kuna hela fulani pale wanakuambia haya ulipe. Unaona ili ndio upost stakabadhi zako. Wamechukua YouTube, wamechukua digital platform zote. Kama wewe ni Echo ungefanyaje? Mimi kweli hili jambo ambalo nimepata ndugu yangu kweli ni gumu kwa kila mmoja, kwa sababu jambo la kwanza ukiwa umebebwa kwa mgongo obvious waga hujui refu wa safari. Na wakati wote unapodondoshwa basi waga unapitia wakati mgumu sana. Ila mimi kiupande wangu ningependa kumpa moyo ndugu yangu, kwa sababu ujue pia naye katika hii kazi yake, hii safari ambayo amepiga ni hatua ili isipokuwa hajafika mbali, kwa sababu
Mimi natarajia mimi ninavyomuona focus yake alipokuwa alikuwa amelenga mahali pazuri sana. Na pia mimi ningempa moyo sana. Kiupande wangu naweza mwambia pia aweze kufanya nini? Aweze kujipa moyo. Aweze kujipa moyo, na ikiwa labda ni management imemfanyia hivyo, jambo la kwanza, riziki haivutwi kwa kamba. Kumaanisha kwamba huwezi lazimisha, ikiwa riziki imefika mwisho, imefika mwisho. Ina maana tu ni yeye mwenyewe ajitafute. Na kama mimi kama ingelikuwa ni mimi, ningejaribu kukaa nao nikajua ikiwa labda ni wanahitaji kama vile ambavyo inasemekana ni lazima awe na hela kwa ajili ya kukomboa zile platform zake. Ushaona? Sasa yeye mwenyewe akae nao, ajue vile ambavyo watajitetea, na wawe watakao waongee, ili ajue hata kama ni pesa hiyo percentage ambayo amemwekea ikiwa ni kubwa mno, pia aweze kuongea nao vizuri. Anaweza tafuta hata kama ni lawyer, wakakaa na wao wakaongea vizuri, ili hata kama ni management yake itarudi sawa, kama itarudi ni pesa aweze kulipa ili aachiliwe zile platform zake, basi angalie, kwa sababu yeye ni msanii na anajua hata muda kidogo pia lazima kuna hapa na pale lazima amejiweka sawa. Maana naamini kabisa msanii kwanza, hasa sasa ambao tumezaliwa katika maisha ya chini, maana namjua Eko 254 yule ni mtu ambaye ametoka chini tu, ni kama vile sisi sawa. Lakini imani nikipata kama chance kama ile, mimi najua huwezi kutumia pesa ovyo. Najua lazima ameshanunua vitu obvious, labda amenunua kiwanja, amejenga, amenunua viwanja, amejenga vingine bado, basi anaweza kuamua hata kama ni kiwanja hata kimoja kuachilia, ama mali yake kuachilia, maana mtu okolewa na chake, ndivyo sivyo bwana? Anaweza achilia kwa ajili ya kwamba akomboe zile platform zake. Baada ya pale atapata management huko mbele, hatapata, lakini baada ya pale anaweza yeye mwenyewe akajisukuma, na kwa sababu tayari ni maarufu, mimi naamini atasonga na maisha atasonga mbele. So tukiongelea kuhusu Magreen, vision yako sasa, maybe baada ya miaka 2, miaka 3 ijayo, unajiona ukiwa katika kiwango gani? Mimi kusema kweli, mimi baada ya miaka acha 3, tuseme hata 2 inakuja, mimi Magreen bwana, mimi nataka, mimi vision yangu ni kwamba naenda nikiwa level za juu, na kuna imani, kwa sababu nikiangalia kuna hata mafans wangu wanasema Magreen amepotea kidogo, kwa sababu kutoka last year mwaka jana hapo kidogo nilikuwa juu, kama jinsi unavyosema. Kazi yangu pale ambayo imetrend pale ni Jina Gani, ambayo imetrend ndio ngoma yangu ya kwanza. Ngoma ya kwanza ilikuwa ni Dharau. Dharau ndio ngoma ya kwanza ambayo imenitambulisha, na ngoma ya pili pale ni Jina Gani, na kuna ya tatu ambayo ni Msamaha. Zile ndio ngoma ambazo nimetrend nazo kiasi, lakini kuna zingine ambazo ziko pale, na kwa YouTube kazi zangu ziko pale kama Magreen Commercial. Ukiingia kwa YouTube utazipata kazi zile. Ila nikiangalia mimi mwenyewe ni kwamba miaka inayosonga ama miaka 2 inayokuja, mimi na aria kwamba nimekuwa bonge la superstar. Kumaanisha kwamba naamini nitakuwa, kuna kazi ambazo nimezipangilia ambazo bado haziko sasa hivi, kwa sababu hata wale ambao wanasema nimetulia ama nimenyamaza, si kwamba nimenyamaza, kwa sababu hasa vile hata mimi pia nilikuwa kuna mitandao yangu ya kijamii, hasa kuna platform zangu zingine nilikuwa sijalipia. Ni kweli kama mlikuwa mkinipata pale kwa YouTube, kwa Facebook, ndio, lakini kuna mitandao kadhaa kama Boomplay, mitandao mingine ambayo bado kazi zangu zilikuwa sijashughulikia. Yes, kama Audiomack, kuna Vidmart, mitandao ni mingi ambayo ya kijamii ambayo nasukuma muziki. Sasa kuna mitandao mingine nilikuwa sijalipia, na nilikuwa ni lazima mpaka nilipie ndio niweze kusukuma kazi zangu kwa kasi. So nikalipia kutoka huo mwaka jana mwezi wa 8 mpaka Disemba, hapo ndio ilikuwa mitandao yangu ilikuwa nishakubaliwa kwamba nitasukuma kazi zangu kwa kasi. Disemba ilikuwa pia ni wakati wa sherehe, sikuweza kulaunch ngoma yote, maana ilikubali kama kitu tarehe 22 ama 21 hivi ndio nikapigiwa simu kwamba mtandao wangu umekubali, kumaanisha kwamba ilikuwa tunaelekea siku za sherehe. Kamaliza mambo ya sherehe, kaingia Januari kidogo, pia Januari ikawa ngumu kwa sababu ya kwamba kuna zile kazi ambazo nilikuwa namalizia kuziweka standby, na kazi kama 3 ambazo ziko kwa sasa hivi ziko tayari ambazo zinataka kuingia. Sasa huu mwezi wa pili mwisho kuna hii kazi hii ambayo ndio imedondoshwa juzi, ambayo ni ya Bango. Sasa kwa sababu ya kwamba hiyo ilitoka, ndio ilikuwa kutoka kwa account yangu, ilitoka kwa Moz, kwa sababu tulikaa tukaona tukapendekeza ingie kwa Moz,
pia ni promo pande fulani, maana mimi kama mimi nimejisupport upande wangu, lakini studio bado ilikuwa haijanisupport. Sasa hiyo ndio kazi ambayo ilikuwa tumedondosha kwa studio ili tusupport pia nayo. Baada ya hapo siwezi kwamba tumedondosha kazi kwa studio wiki hiyo hiyo tena nidondoshe kazi upande wangu, hapana. Lazima ilikuwa tuipe muda kidogo, hata kama ni siku 15 tuangalie vile ambapo itakuwa imemeki, maana sasa naona ina kama siku 4 tu sasa kwa YouTube pale ambao inafanya vizuri by the way, lakini ina kama siku 4 tu. After kama siku 10 zinazokuja kuna kazi ambayo nitaachilia, ambao kazi hii ni kazi kubwa, kazi kali, kazi nyingine ajabu tena sana, ambao niko na trillionaire, ambao kazi hiyo inaitwa Kumechangamka. Kumechangamka ni kazi nyingine wazimu sana, ambao ni kazi iko tayari tumefanya kutoka mwaka jana. Ni kazi ambayo imelala, ilikuwa inangoja wakati kama huu ambao ni muda mwafaka tukaiachilie. Kwa hivyo kaini tayari kuna kazi ambayo inaitwa Kumechangamka. Itakuwa na trill hapo ambao tunaiachia baada ya kama siku 10 zinazokuja, baada ya hii ya Bango ikienda ikisukuma baada ya hizo siku 10 tukao tumeona vile ambavyo imesukuma, basi tutakuwa tunakuja na Kumechangamka ambao utapata kwa channel ya Green Commercial. Hapo tutadondosha hapo nikiwa na trill. Bwana tuchangamke pamoja. Ndio. So kwa muda mfupi tu tukiongelea kuhusu ungependa katika hii industry ya Kenya, Tanzania na Uganda, tuseme Eastern Africa. Ni msanii upi ambaye ungefurahi sana ni kufanya naye collab? Okay, ni vizuri kabisa. Mimi naona furahi. Mimi labda nikiingia Tanzania pale labda nipate Konde Boy, yule Simon Mbai kwa vizuri. Jeshi kama Jeshi yule si mbaya, yuko vizuri. Yule naweza fanya naye kazi pale. Tena nikirudi hapa Kenya, tuseme nikirudi Kenya hapa Kenya sana mimi hapa ningependelea mtu kama nani. Mimi hapa Kenya mtu ambaye anaweza fanya kazi vizuri. Hasa mimi nilikuwa nimeweka nguvu zangu nyingi sana kwa Eco 254. Mbona umetafuta sana hilo jina? Umetafuta sana hilo jina. Nafikiria kwa sababu sasa hivi yaani wewe ndo mwenye amekuinspire. Yes. Kizidi sana pia pale upande wa hip hop, maana mimi unajua ni shabiki mkubwa sana wa hip hop pia by the way, kwa sababu mimi nimeimba Zuku style sasa, lakini kipindi cha nyuma hapo mimi nilikuwa nikifanya hip hop. So mtu ambaye pia anaweza sema pale ambaye ameninspire sana kwenye hip hop ambaye anapiga cypher ni huyu bwana Kala Moto pia ni mtu ambaye ameninspire sana kwa muziki wake. Ni sawa. So tukimalizia katika muziki wako je, ungependa yani ungependelea kujisukuma wewe mwenyewe kama wewe ama ungependa kuwa na management? Mimi jibu naweza sema ningependa sana kuwa na management. Hata leo iwe management iko basi ningefurahi sana, kwa sababu management waga inasaidia. Management kwanza inakusaidia na vitu vingi, kwa sababu kama nilivyotangulia kuongea mwanzoni, muziki unahitaji vitu vingi, hasa kipato. Uwe na kipato ndio unaweza kusukuma muziki. So kitambo nipate management, ni lazima mimi mwenyewe niwe nitajisukuma ndio nije nipate management, kwa sababu unaweza sema kitambo mtu akae ajue kweli huyu mtu kuna kitu ndani yake, mpaka wewe mwenyewe pia wewe mwenyewe umesimama, ndio yule mtu ambaye hajui kwamba una kitu awe atatambua kwamba huyu mtu ana kitu. Sasa kitambo utambulike kwamba una kitu ndani yake ama ndani yako, basi mpaka wewe mwenyewe umesimama. So mimi mwenyewe ni lazima nijisukume, kwa sababu kabla sijapata management ni lazima mwenyewe nisimame. So kwa sasa hivi najisukuma mimi mwenyewe kama mimi mwenyewe, pole hivyo, japo kipato ni hicho, na pia ujue kipato ndo kinafanya sana ndoto za wasanii kushuka, ila kwa sababu ya kwamba kama itakuwa ni ndoto yako na umeamua kuiweka hiyo ndo maisha yako, lazima uwe utasimama na mziki, basi hena budi ukajisimamisha wewe mwenyewe. So mimi kwa sasa hivi najisukuma mimi mwenyewe, ila nikipata management wakati wote na nitafurahia, kwa sababu management itanifanya ndo nitambulike kwa haraka sana, kwa sababu hata zile kazi ninazofanya kwa sasa hivi nafanya kwa kulingana na uwezo wangu. Unaweza fanya ngoma moja kama za miezi 3, miezi 2 ndio launch nyingine, lakini na imani nikipata management naweza fanya ngoma kwa mwezi, hata ngoma 2. Na imani watu watanitambua zaidi kwa haraka, upesi tena zaidi kuliko nikiwa ni mimi mwenyewe ndo najisukuma. Ndio. So Green, kwenye handle zako mitandaoni watu wakujue, wakutafute kama nani, jina gani? Okay, kama kawaida mimi Green Commercial, kwa majina yangu mimi naitwa Green Commercial, na hiyo ndo jina langu ambalo nalitumia pale kwa mitandao. Na uzuri ni kwamba mimi sina
sirificha wala sina ubadilishaji wa majina sana sana katika mtandao yangu yote ya kijamii. Mimi napatikana kama Magreen Komesha, Magreen Komesha, ni ile la Kiswahili tu Komesha. Utanipata pale kwa YouTube Komesha, ingie kwa Facebook mimi naitwa Magreen Komesha vile vile. Ukiingia kwa TikTok Magreen Komesha vile vile. Na sasa hivi ni kama vile nimemwambia, kama ndivyo ninavyomwambia sasa hivi, ni kwamba mitandao yangu yote, platform zangu zote zimekubalika, ni kwamba nimelipia, ni kwamba utanipata kote. Boomplay utanipata, Audiomack utapata kazi zangu, kwa Vidmat utapata kazi. Kwa hivyo kazi zangu ziko kwa mtandao wote. Wewe kwa kila mtandao utakaoingia katika mitandao yetu hii ya kijamii, ukiingia platform zangu, wewe search tu Magreen Komesha utanipata. Magreen Komesha utanipata. Sina jina lingine tofauti, ni hilo tu Magreen Komesha. Kwa mitandao yote ya kijamii nipo na utanipata. Na je, unawaambiaje wale wasanii ambao ndo wanaanza muziki sasa, unawaambiaje? Okay, ni sawa. Wasanii ambao ndo mko sasa hivi ambao tunajitafuta hasa, wako wasanii ambao wako na waona wako chini yangu hapa kama kina Savile, ni wasanii ambao wako ndani ya nyumba hapa na wanafanya vizuri. Naam, ni hawa ambao wanajitafuta. Kuna msanii mwingine pia nawapata pale Kilifi pale, Raymond, ni mtu ambaye bado sasa hivi yuko na anakuja kasi, isipokuwa watu hawajamtambua. Na kama kawaida ama ilivyo desturi, ni sisi lazima, kuna wale ambao tuna mpangilio yao iko chini, na katika jicho letu tunawamilika wako na wanakuja kwa kasi. Ni kama hao ni wataja kina Savile, Raymond kutoka Kilifi pale, ambao kijana yule kutoka Malindi lakini sasa hivi yuko Kilifi pale, ambaye ni kao shule kijana, lakini kijana yule yafanya vizuri, mwandishi wa muziki na ni muziki wake na ana utunzi wake ambao anakuja tofauti na ladha tofauti. Kwa hivyo ningewaambia tu wazidi kujipa moyo na wavumilie, maana muziki una challenge baadhi ya challenge ngumu tofauti ambazo hizo ni kawaida, maana ni kama kipimo cha maisha, ila ni kuvumilia na kusukuma kazi na msitoka katika industry hivyo mkaze bidii tu. Ni kwamba daily muandike, na mkipata nafasi ya kuingia katika hizi radio zetu ama media, basi mfemue na bidii ya kuingia kwa media, ili nafasi tusipoteze. Tusukume kazi ili sote tuje tukae kwa jukwaa moja, tufurahishe mafans wetu, wao wataenjoy kazi zetu. Asante sana Magreen kwa muda wako, asante kwa kupiga story na sisi. So mtazamaji, wewe ikiwa ni msanii ambao unataka kuanza usanii ni chochote kile ambao kinahusiana na sanaa, uimbaji, uchoraji, kuact movies, comedy, zote hizo ni usanii. So kumbuka kwamba hakuna wakati sahihi wa kuanza ni sasa na sasa hivi. Jitahidi, ingia studio. Kama wewe ni unafanya acting, kama ni comedy, siku hizi hata kamera tuko nazo kwenye mifuko, simu za siku hizi ziko na kamera nzuri. So unajishoot wewe mwenyewe, una create YouTube channel yako, una upload na mambo yanasonga. So usisahau kusubscribe, like ili fikie watu wengi interview hii, na pia kama kuna comment ama unataka kuchangia chochote, basi comment hapo chini. See you in the next video.